kichwa chake kama unaandika, kuishindania imani ya Kristo wakati wa kujaribiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuishindania imani ya Kristo wakati wa kujaribiwa kwako. Lengo la somo hili, moyoni mwangu ninatamani kwamba kila mmoja wetu anapoondoka hapa, nafsi yake ama roho yake iamshwe na aone uthamani wa kila ambacho Mungu ametupa kama watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, tumefika mahali ambapo wokovu tumeuchukua kama ni kitu cha kawaida. Imani tulio nayo tumeichukulia kama ni mawazo fulani fulani ya watu au falsafa fulani fulani ambazo unaweza ama ukakubali ama ukakataa. Na wakati huo huo sisi bado tunasema ni wana wa Mungu, ni wa Kristo, tunaenda mbinguni. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini tuishindanie imani? Sisi sote ambao tuko watu wa imani, watu ambao tumemwamini Bwana wetu Yesu Kristo, Biblia inatuambia kwamba tumeitwa, tumepewa mwito mkuu na Mungu aliyeumba mbingu na nchi, kuja kuwa washirika wa tabia zake. Tuenende kama anavyoenenda, tuwaze kama anavyowaza, tutende kama anavyotenda. Ndio maana Yesu akasema tukiwa tunaomba tuseme, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Paulo akasema kwenye Wafilipi 3:14 kwamba nakaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo utagundua kwamba tangu ulipoamini, tangu uliposema ninakupokea wewe Bwana kuwa mwokozi wa maisha yangu, ulianza safari ambayo inakutaka kuwa na bidii, inakutaka kuwa na umakini fulani. Intentionality ni nini? Nia, kuwa na nia thabiti, yani kuwa na utashi wa safari hii ambayo tunaiendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu anayepanga safari kwamba mimi ninakwenda Dar es Salaam, pengine kumtembelea ndugu au kuchukua mzigo, akaamka asubuhi akapanda mabasi yanayokwenda Mwanza. Hayupo, kwa sababu ndani ya nia yake ana kusudi, ana dhamira ya kwenda Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa na sisi kwa mwito tuliopewa na Mungu, kuna hatua tumeianza, lakini kuna mahali tunapofikiria. Paulo kwa Wafilipi anasema kuna mede, kuna thawabu iko mbele, ambayo wote ambao wameitika huu mwito katika Kristo wanaitazamia, na namna ya kuifikia ni kukaza mwendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utagundua kwamba wokovu si, imani hii tulionayo si kitu cha kawaida cha kushikashika vyovyote vile, cha kuishi vyovyote vile. Hapana, ni kitu ambacho kinahitaji utu wetu wote, nia yetu ya ndani, mawazo yetu ya kila siku yatuelekeze kuhakikisha kwamba hatuondoi mguu kwenye hii njia ambayo tumeichagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kwa kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo, sisi tunabadilika uraia, tunakuwa sio raia wa hapa duniani,
ni raia wa mbinguni, na tunakokwenda ni mbinguni. Na kwa sababu sisi sio raia, niliwahi kusema hapa siku moja, kwa wale ambao tumekuwa kwenye operation ya wakimbizi, nafikiri Madam Kevina anafahamu, wale watu waliwekwa kambini. Akikutwa kijijini alikuwa anakamatwa, anapelekwa mahabusu, magereza. Kwa sababu gani? Yeye si raia wa Tanzania, kwa hana haki ya kutembea tembea anavyotaka. Kwa namna hiyo hiyo, sisi si raia wa dunia hii. Kwa shetani na mfalme wake, na Biblia imemtambua kama ni mfalme wa ulimwengu huu, hakuna namna ambavyo anaweza akaona wewe umeokoka, unasema naenda mbinguni, nimempa Yesu maisha yangu, kila siku shetani toka, mapepo choma kwa moto, halafu wewe ukafikiri kwamba yeye anakushangilia. Kwa kila siku, kila unapopata wazo ndani ya moyo wako au kwenye akili yako, lazima utambue kwamba ndani yake kuna vitu viwili vinapingana. Shetani anakupinga na nia ya Mungu inakupinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hatutembei, unaweza ukawa hauumwi wala hauoni una shida, lakini katika hali yoyote ile ulionao, maadamu unapumua, haujafika, jua kwamba uko kwenye vita na shetani. Na kazi ya ile vita ni moja tu, ni ifike wakati shetani akushinde, ashinde mawazo yako, uliondoe tumaini lako kwa Mungu, uanze kutazama vitu vingine. Na unapofanya hivyo, maana yake unaikana imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi tumejifunza ile Warumi 8:14, wale wanaoongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Kwa anapokufanikisha kuondoa ile nafasi ya kuongozwa na Roho kwenye maamuzi yako, kwenye kutenda kwako, kwenye kuenenda kwako, maana yake amekushinda. Unaondoka kuwa mwana wa Mungu. Wewe unakuwa unatembea una jina, lakini imani umeikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo Roho Mtakatifu anatuhimiza kutazama mwenendo wetu, kutazama tunavyoenenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tufungue kitabu cha Yohana 9:4. Injili ya Yohana 9 mstari wa 4 na Injili ya Yohana 4 mstari wa 34. Halafu andika Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 10 hadi wa 12. Injili ya Yohana 9:4, Yohana 4:34, Ufunuo wa Yohana 3:10 hadi 12. Aliyeona atusaidie kusoma. Injili ya Yohana 9:4 inasema, naam, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku wala asipoweza mtu kufanya kazi. Rudia tena, imenipasa. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku wala asipoweza mtu kufanya kazi. Asante. 4:34 inasema, Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka,
nikaimalize kazi yake. Na malizia Ufunuo wa Yohana 3:10 hadi 12. Ufunuo wa Yohana 3:10 na 12. Neno linasema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa, saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Naye upesi shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, jina langu mwenyewe lile jipya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye maandiko tuliyoyasoma, Yesu anaonyesha kwamba wakati alipokuwa duniani alikuwa ana kazi maalum, alijua. Kwenye ile Yohana sura ya 9 nafikiri tunafahamu, ilikuwa ni habari ya yule mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Alipomponya wanafunzi wake wakamuuliza, ni nani aliyetenda dhambi, ama ni huyu ama ni wazazi wake? Akasema hapana, sio huyu wala wazazi wake, bali kazi za Mungu ipate kudhihirishwa ndani yake. Na ndipo akasema imetupasa. Maana yake sisi tunaomwamini Yesu Kristo, yako mambo ambayo yanatupasa. Unajua kitu ambacho kinakupasa ni lazima ukifanye. Ni kama sharti, ni kama amri. Anasema imetupasa kuifanya kazi ya Mungu maadamu ni mchana, wakati ambao bado giza halijaja, kwa sababu utakuja wakati ambao watu hawawezi kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini tunachokiona kwenye maandiko haya, kwenye mstari huu, ni kwamba Yesu anatuambia kwamba kila wakati ninaokupa si wakati wa kucheza cheza. Lazima ujue assignment ulio nayo, lazima ujue kwamba una muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani anachokifanya kwenye kanisa letu la leo ni kuwafanya watu kutokuwa makini na majira, kutokuwa makini na muda, kutokuwa makini na kile ambacho Mungu ameweka ndani ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunasikilizana? Naomba usisikilize, sitatumia muda mrefu sana. Naomba unisikilize. Na ukiangalia trend inavyokwenda sasa hivi, watu tumehamia kwenye matamasha, kwenye makongamano. Kweli sikatai, watu wanaokoka, lakini mara nyingi ukiziangalia ni kama ni sherehe za watu wa Mungu waliookoka. Watu wameacha kwenda kuwatafuta wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani hana shida wewe kutoa zaka, wala hana shida kuja kanisani, lakini ana shida ya kukubana kwenye wajibu ambao Mungu amekupa, kwa sababu ule wajibu unapoutimiza, kwa sababu tulipopokea imani ya Kristo ndani yetu, aliweka neno la upatanisho, Wakorintho wa pili sura ya 5 ndani yetu. Kwa lile neno linatutaka sisi kusimama badala ya Kristo kama angekuwepo, kutembea vijiji na vijiji, kutembea mji hadi mji, kuambia watu habari za Yesu. Kwa anapokubana,
akakuzuia kufanya kile ambacho Mungu anataka ufanye, kwake amefanikiwa, kwa sababu ile imani uliyoipokea ndani yako haitendi kazi. Bwana Yesu asifiwe sana.